إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وارحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أما بعد نقزانه كتك إيمان بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى بيكم تكي رحمنا أماني kiongozi wa umma mtukufu wa daraja mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na juu ya ahli zake na sahaba zake na juu ya wote walioshikamana na mafundisho yake. Ndugu zangu, maudhui fupi ya leo tazungumzia awwalu layla fil qabri, usiku wa kwanza kaburini, ama usiku wa kwanza ndani ya kaburi. Maudhui hii nimezungumza ama nimeona vema nizungumze ni kutokana na watu wengi kughafilika, kuathirika na maisha ya dunia, hivyo ikawapelekea kufanya matendo bila ya kujali hayo wanaoyafanya, imma ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumuasi. Hawatazami hilo, bali wanachojali wao ni kustarehe tu na maisha ya dunia. Hivyo basi tukumbuke usiku wa kwanza kaburini. Hapana budi Muislamu atafakar lailatun fi baiti, katika usiku ambapo huwa katika nyumba yake, ma atfalihi wa ahlihi mun'aman sa'ida, akiwa pamoja na watoto wake na familia yake, hali ya kuwa wenye neema nzuri za aina mbalimbali, wakiwa katika maisha mazuri, fi afiyatin wa siha, akiwa na afya na siha ya kutosha, akicheza na watoto wake, akicheka na watoto wake, akifurahi na watoto wake. Lakini pia akumbuke usiku ambao atajiliwa ndani ya usiku huo na malakul maut, na malaika wa kifo. Siku hiyo fayudha'u fi al-qabri wahidan munfarida, فوضع في القبر وحيدا منفردا, atawekwa ndani ya kaburi lake hali ya kuwa ni yu peke yake, tena ni mpweke kabisa. Atakwenda peke yake. Al-ahlu wal-auladu mastata'u an yadkhulu ma'aka al-qabra walau sa'a, watoto na familia hawawezi kuingia pamoja na wewe ndani ya kaburi japo hata saa wala sekunde. Sababu gani? walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra
وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wallahi hakika mtatujilia mmoja mmoja kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza. Wataraktum ma khawwalnakum waraa dhuhurikum, hakika mmetujilia kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza na mmeviacha vyote tulivyokupeni nyuma ya migongo yenu, si mali, si watoto, si mke, si familia, wala si nyumba. Mmeviacha nyuma ya migongo yenu. Lazima uikumbuke ama ukumbuke usiku wa kwanza kaburini, ndani ya kaburi lako utakapowekwa. Vipi itakuwaje katika huo usiku wa kwanza? Tafakari, utakuwa vipi? Utawekwa vipi? Haithu la anis wala jalis wala zawja wala atfal wala amwal, katika sehemu namna ambayo hakuna wa kukuliwaza, hakuna kuzungumza naye, hakuna wa kukaa naye, wala hakuna mke wala mume, wala hakuna watoto, wala hakuna mali, hakuna mali. Thumma ruddu ila Allahi mawlahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin, kisha warejesheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye Mola wao wa haki. Enyi tambueni wa Allah subhanahu wa ta'ala ndiko kuna hukumu ya haki, na ni mwepesi kabisa wa kufanya hisabu. Awwalu laylatin fil qabri, usiku wa kwanza ndani ya kaburi. Wanachuoni walipokuwa wakikumbuka usiku huo walilia na kumwaga machozi yao, walilia na kuwaga machozi yao. Kumbuka siku hiyo utamuaga, hautokumbuka kumuaga mama yako wala kumuaga baba yako wala kuwaaga watoto wako wala kuwaaga ndugu zako, lakini utasemaje? Ufariqu auladi fi hadhihi al-lahdha, leo ninaachana katika muda huu, ninafarikiana na watoto wangu, ninafarikiana na mke wangu, ninafarikiana na sahiba zangu, wote ninaachana nao. Hakadha adhhab, hivi mimi kweli ndo ninakwenda hivi? Leo mimi ndivyo ninavyokosa kila kitu katika muda huu, nakosa kila kitu. Subhanallah, haya maneno mtu atakuja kuyasema, lakini kuyasema kwake atakuwa amechelewa maskini. Kama atakuwa alighafilika na akausahau usiku wa kwanza, usiku ambao atawekwa ndani ya kaburi lake ukawa usiku wa kwanza ndani ya kaburi lake, haya maneno hayatoweza kumsaidia. Hatta idha jaa ahaduhumul maut
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم القيامة. Paka mmoja wao atakapokuwa amefikiwa na mauti akasema, e Mola wangu, nirejeshe mimi katika uhai, nirejeshe katika dunia, hakika nitafanya amali zilizo njema kabisa, nitafanya yale yote mazuri niliyoacha. Lakini wapi, hilo halitowezekana. الآن تراجع حسابك، الآن تتوب. Sasa hivi ndio ikumbuka hisabu yako, wairejea hisabu yako. Sasa hivi ndio wafanya tauba. Sasa hivi ndio wataka kujizuia na maasi. Ya mudabbiran 'anil masajid ma 'arafta as-salah, ya mu'ridan 'anil Qur'an، يا منتهكا لحدود الله، يا منتهكا لحدود الله، يا ناشئا في معاصي الله، يا مقتحما لأسوار حرمها الله. ewe ambaye ulizipa mgongo nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, haukuwa na muda wa kuikumbuka wala kuifahamu swala, ibada ya sala haukuikumbuka. Ewe ambaye uliipuuza na kuisahau Qur'ani, haukuwa na muda wa kusoma Qur'ani, masaa 24 washinda na simu yako au na mambo mengine ya porojo, lakini muda wa kusoma Qur'ani haukuwa nao. Lakini kwa hasara kubwa umekuwa ni mwenye kushinda na simu yako, ukitawanya picha na video mbovu chafu kabisa. Tena hasara kubwa ukiwatawanyia waumini. Ni nani atakayezifuta picha hizo na video hizo na SMS hizo baada ya wewe kufa? Sasa utakumbuka haya yote uliyofanya, ukitaka kuja kufuta zile message na kuwafikishia watu ujumbe kuwa waachane na tabia hizo chafu. Lakini wapi, haitowezekana. Ewe ambaye ulikuwa unavuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu wa kwanza katika maasi ya Allah subhanahu wa ta'ala, al'ana tatub, sasa ndio wataka kutubia. Aina anta qabla dhalik, utaambiwa ulikuwa wapi wewe leo kabla ya siku hii? Ulikuwa wapi wewe kabla ya hiyo siku? Ikumbuke ama ukumbuke usiku wa kwanza ndani ya kaburi lako. Ishi utakavyoishi wewe, miaka 100, miaka 1000, tena usalama na maradhi na maafa yana mbalimbali, ukihakiki kupata maturidu, unachokitaka, min ta'amin wa sharabin wa ladha, kutokana na chakula, vinywaji na starehe za aina mbalimbali. Lakini kumbuka, utakuja kuingia ndani ya kaburi lako. Ukumbuke huo usiku wa kwanza ndani ya kaburi lako ukiwa ni mpweke kabisa. Ukumbuke usiku wa kwanza, na hakuna kitakachoweza kutia nuru katika kaburi lako illa al-amal salih.
ba'da al-iman billah, isipokuwa amali njema baada ya kuwa wewe umemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitakachoweza kutia nuru ndani ya kaburi lako, kaburi ambalo litakuwa na kiza kizito, kiza kinene kabisa kwa watu ambao wameghafilika kukumbuka usiku wa kwanza ndani ya kaburi. Kutakuwa na giza kwa maana wameishi maisha wanayoyataka wao, wameishi maisha wanayoyataka wao. Mmoja katika watu wanachuoni alimwambia Umar bin Khattab, ra'aynaka wa anta fi Makkah qabla an tatawalla al-mulk fi ni'matin wa fi sihha wa fi afiyah, fama laka tataghayyar, fama laka taghayyarta ya amir al-mu'minin. Mmoja katika wanachuoni alimwambia Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, tumekuona wewe ukiwa katika mji wa Maka kabla haujatawala, kabla haujawa kiongozi, tulikuona upo katika neema, katika siha, katika afya. Kipi kilichokufanya wewe uweze kubadilika uwe katika hali hii? Umar bin Khattab akalia, akatoa machozi, analia mpaka zile mbavu zake zinataka kukutana, analia kwa sauti yake kwa uchungu. Anamwambia, kaifa ya ibn Ziyad law ra'aytani fil qabri ba'da 3 ayyam, vipi lau mimi kama utaniona ndani ya kaburi langu baada ya siku 3, yauma ujarrad an thiyab, siku ambayo mimi nitabadilishiwa mavazi yangu na mto wangu utakuwa ni mchanga, wa ufariqu al-ahbab wa atruku al-ashab, wa ufariqu al-ahbab wa atruku al-ashab, siku ambayo mimi nitafarikiana na masaiba zangu, vipenzi vyangu nitaachana nao, masaiba zangu nitawaacha. Vipi lau kama utaweza kuniona baada ya siku 3? Hiki ndicho kinachofanya mimi niweze kulia, hiki ndicho kinachonifanya mimi niweze kulia. Madha a'dadna litilka al-layla, tumejiandaa nini sisi, mimi na wewe tumejiandaa vipi na usiku huo wa kwanza ndani ya kaburi? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kaburi ni uwanja min riyadhil janna. Kwa watu wema kaburi itakuwa ni rawdha min riyadhil janna, ni uwanja miongoni mwa viwanja vya pepo. Halikadhalika au hufratun min hufarin nar, au linaweza kuwa ni shimo miongoni mwa mashimo ya moto, subhanallah. Itakuwa hivyo kwa watu walioghafilika kutokumbuka usiku wa kwanza ndani ya kaburi na kufanya maandalizi kwa kufanya amali njema. Uthman ibn Affan alikuwa anaposhindikiza jeneza analia mpaka ilifikia kuna kipindi alikuwa anapoteza fahamu. Fayahmilunahu kaljanaza ila baiti, baadhi ya wasahaba ama watu wanambeba kama vile wanavyobeba jeneza, wanamrejesha katika nyumba yake. Siku moja wakamwambia, malak, kwa nini Umar bin Khattab unalia mpaka unapoteza fahamu? Qala sami'tu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqul al-qabru awwal manazil al-akhirah, al-qabru awwal manazil al-akhirah, kaburi ndio kituo cha kwanza cha maisha ya akhira.
subhanallah. Fa idha naja al-'abdu min faqad aflaha wa sa'ida, mja atakapokuwa amefanikiwa ndani ya kaburi lake, ameokoka, basi huyu amefaulu na amepata hali nzuri ya wema. Lakini atakapoadhibiwa ndani ya kaburi lake, wa idha udhiba fihi wal iyadhu billah faqad khasra akhiratahu kullaha, huyu atakuwa amepata hasara, tena hasara ambayo haina mwisho, hasara ambayo haina mwisho. Subhanallah. Ukumbuke usiku wa kwanza ndani ya kaburi, siku ambayo utawekwa na vazi lako la sanda, siku ambayo hakuna mto isipokuwa ni mawe ama tofali utakazowekewa. Shavu lako litaegemea tofali ama mawe utakaowekewa ndani ya kaburi lako. La jalisa wala anisa wala rafiqa, hakuna kukaa naye, hakuna kuzungumza naye, hakuna rafiki wa kuongea naye. Tazama katika makaburi ya viongozi na wale waliokuwa wanaongoza, almuluk walmamlukin, alaghniya walfuqara, isawat jami'an 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Yote haya yamelingana. Makaburi ya maraisi na wananchi, raia wa kawaida, wafalme na wale walikuwa wakiongozwa na wafalme, matajiri na mafakiri, yote imekuwa sawa sawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Japo baadhi ya makaburi yapo ya watu ambao yanapambwa kutokana na dhahabu na fedha, lakini ufalme wao walikuwa wafalme wakajenga makaburi hayo, madhahabu na mafedha hayatoweza wasaidia chochote kama hawakujiandaa, na makasri yao hayatoweza kuwasaidia, na majeshi yao hayatoweza kuyasaidia, na kila walichokuwa kimiliki halikadhalika havitoweza kuwasaidia. Wamezikwa na watazikwa na nguo moja, kama ambavyo sisi na watu wengine wa kawaida watazikwa na nguo moja. Wametiwa ndani ya mwanandani na watatiwa ndani ya mwanandani, na sisi tutawekwa ndani ya mwanandani kama ambavyo walivyowekwa waliotangulia. Ibn Adam, waladatka ummuka bakiyan wan nasu hawlak yadhakuna surura, mama yako amekuzaa hali ya kuwa yualia yeye, hali ya kuwa watu pembeni yake wanafurahi, wanacheka kwa kufurahi. فَعَمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا. Fanya amali kwa ajili ya nafsi zako, fanya mali kwa ajili ya nafsi yako, ili uwe wewe pindi atakapolia siku unakufa, wewe unacheka hali ya kuwa una furaha kabisa. Wapo miongoni mwa watu wenye kuzitendea haki, wenye kufanya amali njema kwa ajili ya nini? Ya usiku wa kwanza kaburini. Hawatu hawa daiman mutahayyiuna liqa'i Allah, wao ni wenye kujiandaa na kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wao daima ni wenye kujiandaa na kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Mutaraqibuna lilmauti fi kulli lahdha, wanangojea mauti muda wote. Wao wanajua kabisa ni wenye kuondoka. Siku moja mtu katika wema alitoka pamoja na mke wake miongoni katika viwanja, akikusudia kwenda kufanya umra. Mke wake alikuwa qaiman, ni mwenye kufunga, mwenye kusimama katika visimamo vya usiku. Wa qabla safar, kabla yeye hajasafiri, walikuwa wamejiandaa
lakini kabla yeye hajasafiri akazungumza kitu cha ajabu. wa huwa anna hadhihi almar'a akhadhat tuwaddi' atfalaha wa tuqallib wa tuqabbiluhum, akaanza kuwaaga. Jambo la ajabu, mwanamke huyu akaanza kuwaaga watoto wake, anawabusu, kisha anawaandikia wasia wake, hali ya kuwa analia kana kwamba tayari amekwisha tambua kuwa yeye atakufa. Yule bwana akaondoka yeye pamoja na familia yake na hali zake, akafanya ibada ya umra. Wa fi tariqi al-auda ata al-ajal, akiwa njiani anarudi mauti yakamkuta. Wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'dahu walakin akthara an-nas la ya'lamun. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وعد الله لا يخلف الله وعده لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أهدي يا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى si mwenye kukhalifu ahadi, lakini watu wengi hawalitambui hili. Wanatambua dhahiri tu ya maisha ya dunia, na wao akhira wameghafilika nayo, na akhira, hawaikumbuki akhira. Kutoikumbuka akhira, wameusahau usiku wa kwanza kaburini. Kwa kusahau usiku wa kwanza kaburini, hivyo wamesahau, wameghafilika na mauti, hivyo wanafanya wanavyotaka wao kufanya. Subhanallah. Mke wake anatoka ndani ya gari, akasimama, anamtazama akiwa ndani ya sakaratul maut. Anatoka anamtazama, ووقف عليها وهي في سكرات الموت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قالت لزوجها عفى الله عنك اللقاء في الجنة بلغ أهل السلام. mke wake anatoka anasimama hali ya kuwa yuko katika sakaratul maut, anasema la ilaha illa Allah. thumma qalat, yani mume wake akatoka katika gari akasimama anamtazama mke wake hali ya kuwa yuko katika sakaratul maut, anasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Allah Allah Allah. thumma qalat, kisha akasema kumwambia mume wake afa Allahu ank alliqa'u fil janna, Allah akusamehe, akupe siha, tutakutana ndani ya pepo. Balligh ahli salam, wafikishie familia yangu salam. Subhanallah, kana kwamba alijua mauti yanaweza yakamkuta. walladhina amanu واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء
وكل امرئ بما كسبت رهين. نسأل الله تعالى أن يجمع تلك الأسرة في الجنة إنه على كل شيء قدير. Ndugu zangu katika imani, ukumbukeni usiku wa kwanza ndani ya kaburi. Tuwe na maandalizi kwa kufanya amali njema. Dunia si chochote si lolote. Mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Si chochote katika maisha ya dunia isipokuwa ni starehe zenye kudanganya, zenye kuhadaa. Watu wamehadaika na dunia, umesahau akhira yao, umesahau akhira yao. Kumbukeni usiku wa kwanza ndani ya kaburi. Kwa kufanya hivyo tutatengeneza hofu katika nyoyo zetu, tutarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuachana na maasi na kufanya taa. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.